Karibu tena katika Ringo Psycho-Spiritual Hub, kona yako ya saikolojia na imani, na mimi ni mwinjilisti na mwanasaikolojia Paulo Ringo. Na hapa tumeendelea na mfululizo wetu wa vipindi vinne, na hichi kikiwa ni kipindi cha pili, tukiwa tunajifunza juu ya mtaala wa maisha. Mtaala wa maisha. Kama ukupata nafasi ya kujifunza juu ya kipindi cha kwanza, unaweza ukarudi hapo kwenye masomo na ukapata kujifunza ile sehemu ama kipindi cha kwanza ni jambo gani ambalo tulijifunza pale. Na katika kipindi chetu cha mtaala wa maisha tunajifunza zile hatua 4 za maisha ya mwanadamu, ili kupata nafasi ya kujua ni jambo gani unapaswa kufanya kwa wakati gani ili kuweza kuwa na matokeo mazuri zaidi. Kitabu cha Zaburi ya 90 na ule mstari wa 12 anasema, basi utujulishe kuzihesabu siku zetu, tujipatie moyo wa hekima. Kumbe kuna namna ambavyo unatakiwa kujua hesabu ya siku zako ili kuweza kujipatia hekima katika kila ambalo unalifanya. Sehemu ya kwanza tuliona hekima unayopaswa kuifanya inayopaswa kufanyika mtu anapokuwa tangu anatungwa mimba hadi kufikia miaka 20. Ni mambo gani yanapaswa kufanyika kwa nguvu zaidi kwenye hicho kipindi, na hicho kipindi kinafahamika kama formative stage ama foundation stage, kipindi cha kuandaliwa, kipindi cha maandalizi. Sasa baada ya kipindi hicho cha maandalizi, tunaanza kipindi cha pili ambacho ndio somo letu la leo. Tunazungumza juu ya kuanzia umri wa miaka 20 kwenda mpaka miaka 35. Kitaalam kipindi hichi tunakiita ni kipindi cha exploration and risk taking stage. Exploration and risk taking stage ni kama kipindi cha majaribio, ni kipindi cha uchunguzi na majaribio zaidi. Na kama ni mpenzi wa kusoma, unaweza ukafuatilia vitabu hivi vinavyoonekana kwenye screen hapo, pengine kwa njia ya mtandao au kwa namna yote utakavyoweza kuvipata. Ni mababa wa saikolojia hawa ambao wameeleza mambo mbalimbali sana kuhusiana na hichi ambacho tunajifunza, na hao pia ndio wametusaidia kuweza kupata ama kuandaa somo hili ambalo tuko nalo hivi sasa. Katika sehemu ya pili ama katika hatua ya pili ambayo tunasema ni exploration and risk taking stage, miaka 20 kwenda mpaka miaka 35, ni kipindi ambacho huyu kijana ama huyu mwanadamu sasa ameanza kuyaingia yale maisha halisi. Ndo tunasema exploration. Sasa ameanza kuingia kwenye ule ulimwengu ambao alikuwa anafundishwa. Pengine alikuwa anafundishwa, hasa ndio anaingia kwenye kazi halisi. Amemaliza chuo, ndio kipindi ambacho anaingia kwenye mahusiano halisi. Sasa anaanza kuyaonja ule uchungu wa majeraha na kuumizwa kwenye mahusiano, raha ya mahusiano, ndio anaingia humo. Ndio wakati ambao sasa anaanza kutamani kuona kile kipawa ambacho alikuwa anafikiri sana kinaanza kuingia kwenye uhalisia. Exploration, anaanza kuona ulimwengu, anaanza kuingia ulimwengu, dunia ambayo alikuwa anaisikia na kujifunza. Sasa anaingia kwenda kuikabili hiyo dunia. Tunasema ni kipindi cha majaribio kwa sababu ni wakati ambao atajaribu mambo mbalimbali yanayohusiana na yale ambayo anayafahamu. Tunasema ni kipindi chenye risk taking kwa sababu ana vitu vingi anavyovichukua, anavyofanya ni vitu vya ni kama hajui matokeo yake yatakuwaje, lakini anazichukua fursa, anazifanya fursa, na nyingine nyingi zinaweza zikawa zinaharibika kwa sababu ya kukosa uzoefu na mambo mengine mengi ambayo pengine anaweza kujitokeza. Sasa je, kwenye stage hii ya maisha, huyu mwanadamu ni mambo gani ambayo anapaswa kuyafanya? Ni hekima gani anayopaswa kuwa nayo kwenye hichi kipindi? Hekima ya kwanza au jambo la kwanza ambalo anapaswa kuwa nalo hili ni kujaribu fursa tofauti tofauti. Ni kipindi cha kujaribu fursa tofauti tofauti. Kwa nini? Kwa sababu ni wakati wa kujitafuta. Kwa hiyo wakati huu anapaswa kujaribu fursa nyingi sana, kadiri yawezavyo, kadiri anavyoweza, kwa sababu pengine anaweza akawa ni mwalimu, amesoma ualimu, lakini katika kujaribu zile fursa akajigundua si mwalimu tu, ni mwalimu lakini ana uwezo wa kilimo, ni mwalimu lakini anaweza biashara. Anaweza akawa ni injinia, lakini kwenye kuzijaribu fursa mbalimbali akajibaini ya kwamba sio injinia tu, ni injinia lakini ni mfugaji mzuri, na pengine akawa ameongeza uwanja wake katika kuyafahamu na kuyaendesha maisha yake. Ni wakati ambao anapaswa kujaribu fursa nyingi kadiri awezavyo, kwa sababu kipindi cha kujitafuta. Lakini hekima ya pili ama jambo la pili ambao linahitajika kufanyika sana kwenye wakati huu ni wakati wa kuwekeza zaidi ya kutumia. Ni wakati wa kuwekeza zaidi ya kutumia. Ni wakati wa kupanda mbegu ya kile ambacho unakitazamia kitokee baadaye.
Sio wakati wa kutumia, ni wakati wa kupanda mbegu. Kwa nguvu zako, muda wako, akili yako, kila unachokifanya, hakikisha ya kwamba unawekeza zaidi badala ya kufurahia maisha. Hata kama umeshapata ajira, unatupesa unapata, ile pesa yako hakikisha asilimia kubwa unaiwekeza kwa namna ambavyo inaweza ikakuletea matokeo. Sio wakati sasa wa kuishi kwenye nyumba kubwa nzuri, pengine unatumia asilimia zaidi ya 50 ya fedha zako kulipa kodi ya nyumba. Sio wakati wa kufanya mambo kama hayo. Ni wakati huu wa kujificha kwenye tunyumba fulani, tuchumba fulani, mradi unapata nafasi ya kulala na kuamka na usalama. Lakini asilimia zaidi ya 90 ya fedha zako unazozipata unaziotesha, ni kama unaotesha shambani ili baadaye uje upate matunda. Huu ni wakati ambao pengine hata kama unahitaji chombo cha usafiri, una haja kuwa na chombo cha usafiri cha gharama kubwa kinachoweza kugharimu pesa zako nyingi. Ni wakati ambao unaweza ukawa na tuchombo barabarani ambako pengine hata hakina thamani, watu wanaweza kukiheshimu, lakini kinakufikisha unakoenda, lakini fedha zako nyingi unazitumia kwenye kuotesha, ni kama umeotesha. Huu ni wakati ambao huhitaji kuwa na marafiki wengi ambao mnatumia fedha, marafiki wa kwenda auti, kutumia zaidi ya 3/4 ya mshahara kwenye kufanya maonyesho na kuzunguka huku na kule. Ni wakati ambao unahitaji kuwa na marafiki wenye akili za uwekezaji zaidi. Kwa hiyo ni wakati ambao nguvu zako nyingi, muda wako mwingi unautumia na mali zako nyingi unazitumia katika kuwekeza. Lakini pia hekima nyingine ambayo huyu mtu anapaswa kuwa nao katika umri huu ni wakati wa kujenga mtandao kulingana na kile ambacho anakitamani. Kujenga mtandao, huu ni wakati wa kujiunganisha na watu ambao wamefanikiwa sana katika vile ambavyo umeviamini kwako ya kwamba vinakufaa. Kujiunganisha nao, kujiunganisha na mifumo mbalimbali ya kile ambacho umekiamini ya kwamba ndiyo njia yako ya maisha. Mojawapo ya makosa ambao huwa tunakosea sana vijana ambao tupo kwenye umri huu, unajikuta tumezungukwa na watu wanaofanana na sisi, wenye akili kama za kwetu, wenye maisha kama ya kwetu, ambao pengine hatuna watu ambao wamefanikiwa, ambao tumejiunganisha nao, wanaoweza kutulelea, kutuelekeza, kutuonyesha njia, kutufundisha tupasayo, ambao wanaweza kutushika mkono. Hatuna. Tunajikuta tuko na wale tu tunaofanana nao, na mwisho wa siku inatusababisha tunapoteza sana, na baadaye tunashindwa kufikia katika yale ambayo tumeyatazamia. Huu ni wakati wa kutengeneza network, kutengeneza jina. Ni wakati wa kujiunganisha zaidi, kutafuta malezi na kulelewa katika kile ambacho umekiamini kwako. Lakini hekima nyingine ambayo inatakiwa kuwapo kwa wakati huu, hichi ni kipindi cha kujifunza zaidi kutokana na makosa. Unajua kwa nini? Kwa sababu huu ni wakati ambao utakosea sana. Huu ni wakati ambao utakosea sana. Huu ni wakati ambao utakosea sana kwenye mahusiano, utaingia kwenye mahusiano yatakupiga. Huu ni wakati ambao utakosea sana kwenye uchumi. Kweli utakosea sana kwenye hichi kipindi. Kipindi cha loss, hichi ni kipindi cha kupoteza sana. Lakini ni wakati wa kujifunza sasa. Kwamba okay, kumbe biashara ndivyo ilivyo, okay, kumbe mahusiano ndivyo yalivyo, okay, kumbe ndivyo ilivyo uwekezaji. Kwa ni wakati wako wa kujifunza kulingana na maumivu unayoyapata, kulingana na makosa ambayo pengine unaweza ukawa unayapata. Jifunze sana kadiri ambavyo unaweza kujifunza. Kwenye kipindi hichi ni makosa gani ambayo unapaswa kuyaepuka? Kosa la kwanza ambalo unapaswa kuliepuka kwenye kipindi hichi ni kutaka manufaa zaidi ya uhalisia. Hichi sio kipindi cha kutaka faida kubwa. Hichi sio kipindi cha kupata maisha mazuri. Hichi sio kipindi cha kutaka kuonekana na kuheshimiwa sana. Mwingine anataka aheshimiwe, ameanza kazi tu leo unataka uheshimiwe na ofisi nzima. Hichi sio kipindi cha kuheshimiwa my friend. Hichi sio kipindi cha kupata faida hata kwenye biashara. Sio kipindi cha kuanza kupata mabilioni, sio utapata mabilioni ya ghafla. Kwa makosa ya kwanza, usitamani sana mafaida makubwa kwenye hichi kipindi, usitake manufaa makubwa kwenye hichi kipindi. Hichi kipindi ni kipindi ambacho unapaswa kuwekeza na kuumia zaidi. Lakini jambo la pili ambalo unapaswa kuepuka ni usiogope kushindwa. Usiogope kushindwa. Huu ni wakati ambao hupaswi kuogopwa kushindwa, kwa sababu bado una nguvu za kuinuka tena. Mithali 20:29 ile sehemu ya kwanza anasema fahari ya vijana ni nguvu zao. Kwa bado una nguvu, kwa usiogope kushindwa. Hata kama unashindwa, bado una nguvu za kuinuka tena. Tofauti na hatua zinazofuata, lazima mtu awe makini sana, kwa sababu anaposhindwa inaweza ikawa ngumu sana kwake kuinuka. Lakini wakati huu wewe bado moyo wako una shock up zenye nguvu. Kwa ile mitikisiko bado unaweza kukabiliana nao. Ile mitikisiko bado unaweza kuibeba. Lakini huu ni wakati ambao hupaswi kujihurumia. Kosa lingine ambalo utakiwa kufanya kwenye hichi kipindi ni kujihurumia. Usijihurumie. Hichi ni kipindi ambacho kwa kweli chochote kinachotokea unachoweza kula hicho.
Hichi ni kipindi ambacho hupaswi kujihurumia, kusema nimekula maharage sana ama nimekula dagaa sana. Hichi ni kipindi ambacho usijihurumie. Hichi ni kipindi ambacho usijihurumie ukasema nimekosa usingizi muda mrefu. Huu ni wakati wa kuto kulala. Hichi ni kipindi ambacho usijihurumie kwamba nimedharaulika sana, kwa hiyo ngoja niache. Huu ni wakati ambao hutakiwi kujihurumia hata kidogo. Huu ni wakati ambao wengine wamelala, wewe uko macho unapambana. Huu ni wakati ambako wengine wanakula bata, wewe uko bize unatoka jasho. Huu ni wakati ambao hautakiwi kujihurumia kabisa kwenye haya maisha. Ni wakati ambao unapaswa kujitesa kadiri uwezavyo, kwa sababu ni wakati ambao unapanda mbegu. Ni kama mkulima anaenda kupanda mbegu, huwa hajihurumii wakati wa kupanda mbegu, anazifukia ardhini pasipo kujihurumia, akiwa na matumaini ya kwamba siku zijazo anaweza akapata manufaa. Lakini kosa lingine ambalo utakiwa kufanya kwenye hichi kipindi, usikate tamaa. Kwenye hichi kipindi usije ukajaribu kukata tamaa. Usikate tamaa kabisa kwenye hichi kipindi. Najua utakuwa unakosea, utakuwa unaanguka, utakuwa unapoteza, lakini upasi kukata tamaa, kwa sababu ni wakati wako wa kujifunza. Kila linalotokea kwako lichukue kama shule. Inuka tena, pambana. Ndio wakati utadharauliwa, utatukanwa, ndio wakati ujaribu, fursa zitashindwa, lakini usikate tamaa kabisa kwenye hiyo hatua ambayo unakuwa unaifanya unapokuwa kwenye haya maisha. Pambana kadiri ambavyo unaweza kupambana. Na mimi natamani kuzungumza na vijana wachache ambao unajua hapo kwenye hichi kipindi, lakini wameumizwa na mambo mengi. Kule kuumizwa na mambo mengi kwenye hichi kipindi ndio usahihi wa hichi kipindi. Lazima utakutana na vitu vingi vinavyokuumiza, kwa sababu ndio wakati wako kujitafuta. Kwa usikate tamaa. Lakini mimi naamini unapomtanguliza Mungu mbele, lakini unapokuwa na walezi wazuri, viongozi wazuri wanaweza kukusimamia, ukaweka nidhamu na discipline nzuri katika kile ambacho unakifanya, na kwa kumwomba Mungu, najua utaumia sana, utapoteza sana, lakini unapofika mwishoni wa hichi kipindi, pengine kwenda kwenye miaka 35 hapo, utakuwa tayari umeshapata njia yako. Ni kweli uliumizwa kwenye mahusiano, lakini utakuwa ushampata mtu wako wa kuingia naye kwenye ndoa. Ni kweli uliumia kwenye biashara, lakini tayari ulishapata njia. Uliumia kwenye uwekezaji, lakini tayari ushapata kanjia fulani, hata kama hakana matokeo makubwa, lakini at least utakuwa ushajipatia kanjia ambako kanaanza kukupa mwelekeo. Sasa pengine inawezekana wewe ulishapita umri, au na mtu unamshauri upo kwenye umri, ama wewe mwenyewe upo kwenye umri. Hebu kwenye comment hapo niandikie kwenye stage hii, ni changamoto gani kubwa sana ambayo wengi huwa wanaikabili kwenye hii stage, ili tuweze kupata nafasi ya kufahamu zaidi ni vitu gani ambavyo tunaweza tukaendelea kushauriana. Nikukaribishe katika hatua ya 3 tutakayoionyesha sasa kwenye kipindi kinachofuata. Mara baada ya hichi tunaunganisha hapo, utajifunza tena kuanzia miaka 35 ni kitu gani kinatakiwa kuendelea. Na hapo kuna mambo ambayo ni very interesting ya kujifunza. Na usisahau somo letu ni mtaala wa maisha, hatua 4 za maisha ya mwanadamu. Na hapa tunatoka kuzungumza hatua ya pili, hatua ya exploration and risk taking stage, hatua ya uchunguzi na majaribio, miaka 20 mpaka miaka 35. Mimi nakutakia wewe kila laheri, kwa sababu unapoimarika wewe na sisi tunaimarika.